Stefano hakuangalia maisha yake, hakuangalia ataacha wapi watoto wake, hakuangalia ataacha wapi familia yake. Yeye alitazama mbinguni, akamwangalia Yesu. Na wakati alimwangalia Yesu, aliona mpaka utukufu wa Mungu, aliona mpaka mbinguni, akaona Yesu amekaa katika mkono wa kuume wa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliamua ukufa akiwa ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuleta mawazo hapa. Kuleta mawazo hapa kanisani. Ujue ya kwamba maisha yako ya wokovu yanafaa kukaa kama ya Stefano. Unafaa kuwa mtu wa maombi. Unafaa kuwa mtu wa kulalamika kila wakati. Hayo maisha huko nao sio yako. Hayo maisha ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye amekupea hiyo maisha ambao unalalamikia. Unafaa kumwachia ili atawale. Unafaa kumpea mwili wako Yesu mwenyewe hautawale. Sasa wewe hauna kitu ambao unafaa kulalamikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwili wako umeshapeana, uko na mwenyewe na unalalamika kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Ninataka unisomee hayo maandiko ndio tusikie venye maandiko yanasema. Kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza. Ukiteremka chini. Basi kwa uwezo wa Bwana nitasoma kitabu cha Warumi 12 mstari wake wa kwanza, inasema: Kwa hiyo ndugu zangu, maadamu Mungu ni mwenye huruma nyingi, na wasihi kwa moyo wote, mtoleeni Mungu miili yenu kama tambiko iliyo hai, takatifu na yenye kupendeza. Hii ndiyo njia yenu halisi ya kumwabudu Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio njia halisi ya kumwabudu Mungu. Kwa hivyo hii njia ambao unamwabudu Mungu ukiwa umeshikilia maisha yako, hiyo sio njia halisi ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo sio njia halisi ya kumwabudu Mungu. Kwa sababu bado hujapeana kila kitu. Umejipeana lakini umejipeana nusu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umejipeana nusu. Yaani ina maana kwa Mungu mmoja ndani, Mungu mwingine nje. Kwa hivyo ukisikia mara moja ndio hawa unatoka mbio na utasimama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana niliwaambia wakati mwingine ya kwamba wakati nataka kuchoa kwamba mtu ameokoka, wacha wakuje kutoka hapo nje. Wasema aliye wa Yesu atakatwa kichwa na abaki hapa ndani. Asiye wa Yesu anatoka nje, yeye anaenda ako huru. Bwana Yesu asifiwe. Kama utapata vitu peke yake hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio unachoa Mungu ni nani na mwenye amepeana maisha yake kwa Yesu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutatoka kwa nini? Kwa sababu umepeana maisha yako kwa Yesu. Hayo maisha ambayo unayaokoa unakimbia ni ya wapi tena? Bwana Yesu asifiwe. Ama tunakuja tunadanganya hapa. Ati mimi siku ya leo nimeokoka, nimepeana maisha yangu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukisema kwamba ni wangapi wamepeana maisha yao kwa Yesu, mikono kila mmoja atainua mkono juu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwenye hata inua, si mtainua nyinyi wote. Lakini waacha wakuje. Hapo ndio utachua sasa wale wainua mikono wako wapi. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kuwa na ujasiri. Unafaa kuwa kama Stefano ambaye ni mtumishi, alikuwa wa Mungu lakini alikuwa anamtumikia Mungu kupita kiasi. Mungu alikuwa anampenda. Alikuwa anafanya miujiza mikubwa sana wakati unasoma hicho kitabu. Alikuwa anatenda mambo makubwa sana. Lakini kumbuka hakuwa mtume wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuja nyuma lakini akakuwa na nguvu zaidi hata ya wale mitume wengine bado. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye hakuchaguliwa kuwa mtume. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujisacrifice kwa Yesu ndio ukaona uzima wa milele. Uzima wa milele upatikane hivi hivi. Lazima utoe maisha yako, ukue tayari kufa kwa ajili ya Yesu ili ukafike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kwamba tuko tayari kufanya kwa kila kitu, lakini tuone ya kwamba tumepokea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawapea mfano akamwambia kwamba wale ambao watavumilia mpaka mwisho ndio watafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Soma kitabu cha Mathayo 10 ule mstari wa 22. Hayo maana yanapatikana hapo. Kitabu cha Mathayo 10:22.
kitabu ni Mathayo 10:22 inasema, watu wote watawachukiani nyinyi kwa sababu ya jina langu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakayevumilia mpaka mwisho. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wokovu uko na mateso. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu uko na mateso. Maandiko yanasema kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye ataokoka. Si ati yule ameokoka leo na akaacha wokovu. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Stefano alivumilia ile mateso mpaka mwisho na alikufa na akawaombea wale watu. Akawaambia Mungu ya kwamba Mungu usiwahesabie makosa haya kwa sababu hawajui walitendao. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema ya kwamba ndio alilala hapa akakufa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alienda moja kwa moja kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alitoa mwili wake kama dhabihu, lakini alienda moja kwa moja mpaka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio njia halisi ya kumwabudu Mungu. Si mchezo mnakuanga nayo. Hiyo ndio njia halisi ya kumwabudu Mungu. Lazima utoe maisha yako kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utoe maisha yako kwa Yesu, uamue kuteswa, uamue kutesa mwili kwa ajili ya Yesu, uamue kulala njaa kwa ajili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukafike mbinguni. Kwa sababu ukifanya mchezo hautafika mbinguni. Utaona wengine wakiingia lakini wewe utakataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo siku utalia sana. Utashangaa, utasema mbona sikufuata fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utengeneze maisha yako ili usije kuachwa. Usije kuachwa nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa serious wa kumtafuta Mungu. Huyu Mungu ambaye unayemwabudu sio kinyago, ni Mungu ambaye aliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye yuko mahali hapa wakati huu ambaye tuko hapa. Yuko mahali hapa katikati hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na anajua shida zako. Na anajua yale ambayo atakutendea, yale ambayo unastahili kutendewa. Anajua mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usicho kachidangani wasema kama Mungu hakuoni, Mungu hayupo, umwabudu usimwabudu hakuna shida. Hapana, yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yuko hapa. Ambaye anakupigania, anakulinda, anakuwekea ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Ile nyocha sufunuliwa ulimwengu wa roho. Ukifunuliwa ulimwengu wa roho utashangaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Utawaona malaika wengi wamejaa hapa na kumbe si kwa na wala walikuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe.